hao watu ya kuhangaika ndio walikufanya wewe kuwe rais. Mbona umetangaza vita na hii watu ya chini? Kwa nini umetangaza vita? Unawaumiza kila siku na uongei mambo yao. Namba 2, mimi niseme tulikuwa pale Olkalau. Alikuwa amesema sitaongea. Akaambiwa na watu ya Nyandarua, hapa kiongozi ni mumo na wewe ni mgeni hapa. Kabla Riggy G hataongea hapa huwezi ongea. Nikasema basi mimi nitaongea, lakini kabla niongee kijana wangu anaitwa John Medhu aongee kwanza. Ndio. Sasa wakasema bana, hii kijana ni mbaya ataharibu. Wewe ongea, hii kijana hapana. Nikasema kama Medhu haongei, mimi siongei, na mimi nisipoongea hata wewe hutaongea. Tukapatia Medhu, akampatia maneno. Sasa nimeona huyu mtu anaitwa Soprano ati akienda kuomba msamaha juu yetu. Na yeye siku Uhuru alikuwa president, huyu Soprano alimsomea na akamwambia sisi tunakuheshimu, hatukuogopi. Huyu Ruto aliambia Uhuru tunakuheshimu, hatukuogopi. Sasa Medhu akimwambia Ruto tunakuheshimu, hatukuogopi, iko makosa? Kwani nyinyi watu ya Biri mnaogopa Ruto? Mnaogopa Kasongo? Mimi najua watu ya Biri mnaheshimu Kasongo, lakini mnaheshimu Kasongo lakini ama mnamuogopa? Sasa nikuulize wewe Soprano, wewe unaenda kuomba msamaha ati juu yangu na Medhu. Kabla hujaomba msamaha juu yetu, wewe kwanza uombe wa Kenya msamaha kwa kuua watoto ya Gen Z ukiwa waziri ya interior. Si ndio? Wewe Soprano, ukimaliza kuomba msamaha kwa sababu ya kutumika kama CS interior, kuteka nyara na kuua watoto ya Gen Z, uombe wa Kenya msamaha kwa kusabaratisha vita dhidi ya pombe haramu, kwa sababu tulikuwa tumemaliza, wewe ukasabaratisha hiyo vita, ukarudisha pombe kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Wewe Soprano, kabla hujaombea sisi msamaha, uombe msamaha kwa kutumia pesa ya Wakenya vibaya, kutumia shilingi bilioni 8 kila siku kukoboa mahelikopta kuzunguka Kenya kudanganya Wakenya. Si ndio? Ati arere tu ati ashindane na Daniel Kasongo. No ahote. Leo ero athi ati kwaria na ndogo shindana na Daniel andu no gutheka. Arugama kwaria ri ni fire si fire. Ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Soprano ni bure si bure. Aende asiende. Aende asiende. Mimi nilisema juzi hapo Kenyatta National Hospital, nikatangaza ya kwamba iko shida. Manasseh hawana dawa, hawana gloves, pesa yao hailipwi ile ya deductions. Hakuna chakula Kenyatta National Hospital. Pesa nalipwa kwa eCitizen, Kasongo ameiba. Leo wamegoma, wagonjwa wamepata shida pale. Wagonjwa hawana chakula, hakuna dawa, hakuna chochote. Na nilisema wewe Kasongo unasema wewe ni patron ya Nairobi Hospital ambaye ni private hospital. Wachana na private hospital, enda shughulikia maneno ya Kenyatta National Hospital ambaye ni public hospital. Ndio tujue wewe unasema ati uko na kilo za kutosha, tujue wewe ni rais. Si ndio? Sasa tumeona goons wamejaa Kenya. Na sisi tunataka tueleze hakuna goons. Hii ni serikali. Hii goons inapangwa na William Ruto, Kipchumba Murkomen na Raymond Omolo. Na vile wanataka ni kuleta confusion, ndio walete askari waue watu alafu waseme ni goons. Ndio naona Murkomen akisema ati iko shida ya goons, ati ameunda special police unit to deal with goons. Wewe Murkomen, wewe ndio mwenye goons mkiwa na Kasongo na Omolo. Utateua special unit na muna gani
to deal with the goons, na wewe ndio mwenye goons ya Kenya. Nyinyi mlituma goons kanisani Othaya Wetima ACK Church waue sisi. Askari ya polisi pale Kikuyu, huyu kijana bibi ya Ruto, huyu mheshimiwa ya huko anaitwa nani, ametuma polisi kupiga watu ya Kikuyu. Sasa yeye analia, anatoka Inoro anaenda NTV, anatoka NTV anaenda Citizen, anajaribu kujitetea, mambo imeharibika. Wewe Ichung'wa, ulituma polisi kupiga watu walikupigia kura mara 3. Wewe umejimaliza wewe mwenyewe. How can you send police to beat and humiliate the people who elected you? Nyinyi mumebeba ufara na Kasongo. Kasongo anakuambia chukua polisi ukapiga ile watu walikuchagua. Wewe ni mjinga ya saa ngapi? Unaweza tuma polisi kupiga ile watu ambao walikuchagua? Ni ujinga si ujinga? Ni ujinga si ujinga? Mimi niseme sisi tutatembea kila pahali. Goons alituma wachache wakanyoroshwa na raia. Akaleta polisi wanaitwa RDU ambaye walipanga na mtu anaitwa DIG Masengeli na Mukomen. Wameumiza watu wa Kikuyu. Sasa wewe Ichung'wa umetengeneza maadui 30,000 wale ulipiga na tear gas. Hapo awali ulituma mtu na nyuki. Wawachilie nyuki siuwe watu ya Kikuyu. Mungu akasaidia hizo nyuki sikasema hasitaki kuumiza watu kwa sababu hawana hatia. Ulipoona nyuki zimekataa ukalete polisi. Sasa wewe unatoka station hii, unaenda hii unalia kwa sababu mambo yako imeharibika. Wewe utaenda nyumbani pamoja na Kasongo. Sasa wewe ufuatane na Kasongo huko Sugoi. Mkakae na yeye huko, si ndio? Na watu ya Kikuyu wameniambia nirudi huko. Mimi nimetangaza nitapanga, nitarudi Kikuyu town, nitaenda Keno, nitaenda Rusigiti. Watu ya Kikuyu ni watu yangu. They are my supporters. Na nitawatembelea tena. Ukitaka kupanga polisi tena wakuje wapige watu, endelea. Then tuone wewe utafika wapi. Finally ndio nimalize. Sisi ni watu ya democracy. Mimi naunga mkono mambo ya demokrasia. We want strong political parties for our democracy. And that is why nimekuwa nikisema watu ya ODM msikubali William Ruto amalize ODM. Mukanipigia kelele, mukaniambia to keep off. I have seen Gladys Wanga now is crying. Junet Mohammed is crying. All the leaders ya Raila wanalia. I warned you ya kwamba Kasongo atamaliza ODM. Amepanga Mombasa, iko chama ametengeneza ya kupatia Joho ODM ikwishe katika pwani. Huyu Oparanya atajiuzuru hivi karibuni, amepewa chama ya Western. Kasongo anataka ODM ikuwe chama ya Wajaluo. Na hapo ndani ya Wajaluo pia amepangia nyinyi. Amechukua huyu PS anaitwa Raymond Omolo, amempatia pesa na goons aweke candidate ya kumaliza watu ya Raila. Anataka watu ya Raila wote wafukuzwe, aweke sycophants katika Luo Nyanza. Hii ODM Mungu akisaidia nyinyi, mtafikisha wabunge 20. Nairobi hamwezi pata hata kiti moja. Mlienda mnafuata Ruto, Ruto hana wafuasi Nairobi. Wale alikuwa nao, walikuwa na watu yangu, nimempatia. Ametusaliti, ametupiga teke, tumechukua watu wetu. So ODM, you not have any seat in Nairobi. Luo Nyanza, Kasongo, Anomolo, atawekea nyinyi candidates ya UDA. ODM will be lucky to have 20 members of parliament. So mimi ODM, mimi singili mambo yenu, mimi ni Mkenya mwema. Ningetaka legacy ya Raila ya ODM ikae chama kubwa, tushindane na DCP na chama zingine. The only way you can survive before muingie any cooperation with William Ruto, mkubaliane izire area zote ODM ilikuwa na maarufu, UDA iondoke, msimamishe watu ya ODM. If you don't do that, atamaliza nyinyi. Na niliambia nyinyi msiseme, sikuambia nyinyi. I warned you. Because akipanga kumaliza ODM, tulikuwa na yeye nikiwa naibu wake. Siku alichukua Raila, nikamuuliza huyu mzee unataka nini na yeye? Akasema wacha nilete hii mzee karibu, nimpange aende AU, akienda AU nimalize ODM. Kwa bahati mbaya akashindwa kumsaidia. Kwa bahati mbaya mzee ametuacha.
Sasa vile alikuwa amepanga wakati ile ya kumaliza ODM ndio anafanya. Sasa nyinyi mnashinda pale mnamuibia, broad based, bread based, na yeye anakulia nyinyi chini. Na nyinyi watu ya ODM msikiza sisi watu ya mlima. Sisi tukimwambia unamjua. Muulize sisi. Sisi tutadanganya hapa. Nimeona juzi huko anapiga kudanganya nyinyi atanapenda nyinyi. Hapa kwetu alikuwa anatengeneza mutura. Nyinyi hamjui huyo mtu. Akimalizana na nyinyi watu ya ODM, mtakuja mnalia vile watu ya mlima tunalia. You can do whatever you want with the information, hiyo itakuwa ni juu yenu. Niye gweda dekeri hau na juga niye ndire na maundu fote, niye ndire thayo, ndenda mwenda ne andu a nyumba itu. Ndukana rathe muru wa nyukwa kahiu ka mugongo arorete mbere. Ndukana igwire mware wa nyukwa wiru ni ahikio ni gitonga. No korwo gitonga kiu nikio gigathomithia ciana ciaku. Rekei twenda na nyumba itu. Tondu mundu ni aratumena. Umeona jana ameenda pale Githunguri. Amechukua shamba ya Wakikuyu. Ile cultural shrine ya Wakikuyu. Pahali Maumau alizikwa na mafupa ya Maumau, anatuma trakta kutoa mifupa ya Maumau. Wazee wameenda hapo, ametumana wamepigwa. Ametuchukia mpaka anapiga wazee wa Kikuyu. Sasa ndio ajiokoe ajisafishe ati ameita Wakorino pale. Na hakuna Wakorino walikuwa pale. Wakorino wako pale ni 25 peke yake. Wanashughulikia tumbo zao. Hao wengine wote ni watu ya kuwekwa kitambaa. Mpaka Moses Kuria anasemekana ni Mkorino. Sasa na huyu Kasongo atatuonesha maneno. Atuwe Kasongo unachukua Moses Kuria